kanuni nyingine au njia nyingine ambayo ina tabia nyingine ambazo watu wanazo, maamuzi ya kupanga mipango midogo midogo. Watu wanapanga mipango midogo midogo. Yaani unakuta mtu anapanga mipango midogo, akipata pesa akishapata hiyo pesa haiendi kwenye mipango, inaishia kwenye mikono yake. Kwa hiyo lazima upange vitu vikubwa, lakini ile pesa ukiipata iweze kuingia kwenye mpango ulioupanga. Sasa ile tabia ya watu ambao wanapanga vitu vidogo, mtu anategemea kupata milioni 200, lakini mpango alioweka ni milioni 5, maana yake milioni 195 haijulikani naenda wapi. Kwa hiyo itaenda ovyo ovyo tu, kwa sababu mipango hailingani na kile alichokipata, na hizo ndio tabia zinazopoteza pesa. Kwa hiyo unakuta mtu, kwa sababu pesa ina kanuni yake, unatakiwa upate ile hela iende kwenye mipango, usikae nayo. Kwa hiyo sasa unafika mahali, na mimi hapa nimewaambia, labda mfano mchukue vitabu. Wakati nawaambia mchukue vitabu, kwamba vitabu ni shilingi 5,000 tu. Sasa kile kitabu mnachokichukua cha shilingi 5,000, maana yake natarajia pesa ambayo mngeipata jana ndio mchukulie, au ya miaka ya nyuma ndio mchukulie, lakini uwe na mpango kwamba unapata pesa yako unaingiza wapi. Kwa hiyo tabia ambayo inapoteza pesa, watu wengi wanapanga mipango midogo midogo. Na jana niliwaambia mwe na malengo makubwa, kwamba Mungu tunayemwabudu au Mungu wetu sio wa kumuonyesha vitu vidogo vidogo. Unajua inafika mahali Mungu wetu watu wanamuona kama mdogo, kwamba labda hawezi kukufanya ununue ndege, huwezi kununua helikopta. Unatakiwa mama uwe na helikopta yako. Unakuwa na helikopta yako, unambeba mtoto wako kwenye helikopta, mnaruka. Wakati watu wanapiga makelele, wewe uko juu. Inawezekana tu. Wamama mnaweza. Yana sio danganye mtu. Tunaona hapo mlikuwa mnafunga mpaka sasa hivi nasikika vizuri. Mmefunga vitabu na nini? Kaona kila mtu anaonyesha uwezo wake aliyosomea, sija alisomeaga wapi. Kwa hiyo ni lazima ifike mnaweza. Kwa hiyo hakikisheni mnaweka mipango mikubwa, lakini pia lakini jambo lingine ni tabia nyingine ambayo inapoteza pesa, ni kufanya vitu au kufanya kitu ambacho kinamaliza pesa, unasahau kuweka akiba. Kufanya vitu ambavyo vinakusahawisha kuweka akiba. Watu wengi hawaweki akiba. Akiba jamani, ukipata hela hakikisha unaweka sehemu kahela kidogo, kama sehemu ya dharura. Ukipata dharura unafanyaje? Akiba ndio zinazotubeba. Akiba ndio zinazotubeba. Hauna akiba unaenda wapi? Kwa sababu wakati ambapo mambo yamebana kama hivi, wakati mwingine kuna pesa hata 5,000 kununua kitabu. Unafanyaje na kitabu ni cha thamani 5,000 tu? Kitabu ni shilingi 5,000 cha Siri ya Mafanikio Maisha na Utajiri ni 5,000. Na kitabu cha Kanuni Muhimu za Kufikia Malengo ni 5,000. Sasa una ile 10,000, lakini kama una akiba, unaenda unachukua kwenye akiba yako ile hela, unaleta kununua kitabu, na itakusaidia, manake unanunua maarifa. Na mimi hapa nimejitoa kwa siku hizi zote 3 kwa ajili ya kuhakikisha hayo maarifa unayapata. Na wewe unayenisikiliza au unatazama kwenye YouTube, ni vizuri ukawa na kitabu cha Siri za Mafanikio Maisha na Utajiri. Nimekiandaa 2014, lakini pia maanake na miaka kadhaa mpaka leo. Haya, kitabu cha Kanuni Muhimu za Kufikia Malengo nimekiandaa 2021, na miaka karibia 5. Sasa hivyo nimeweka maarifa mle, kukaa mimi hapa ninazungumza na waelekeza miaka labda miezi 2, mwezi mmoja, siku 3 zinatosha. Unaenda unaongezea kwenye kitabu. Sasa kitakachokusaidia ni kuweka akiba. Weka akiba kidogo. Na akiba sio mpaka na akiba nyingi. Sio kuwa na akiba ya mambo mengi. Yaani ile kidogo tu, hata kama uweke akiba ya 200, hata kama uweke akiba ya 1,000 inatosha. Usihangaike kuwa na akiba nyingi. Kama utaweka sawa, ukiweza unaweka hata milioni ngapi? Milioni 10. Kuna watu wanaweka akiba, lakini weka tu akiba kidogo. Ndio maana nasema kila mmoja hapa awe na account.
Yaani mimi siachi kusisitiza hivyo, kwa sababu sehemu nzuri ya kuweka akiba ni benki, ambapo unaweza kupata shida leo ukasema nataka niende benki ni kesho. Kwa hiyo hakikisha unaweka unakuwa na akiba. Tabia zinazopoteza pesa, lakini pia jambo lingine, mikopo isiyo na malengo. Mikopo isiyokuwa na malengo. Ukope hela iwe na malengo. Hakikisha unakopa hela yenye malengo. Watu wengi wanakopa bila malengo. Leo watakuja watu wa benki hapa, najua mnaenda benki, mnakopa benki, mnafanyaje? Hakikisha unakopa mkopo wenye ulio na malengo. Ukikopa mkopo ambao hauna malengo, pesa zitapotea. Watu wengi wamepoteza fedha, watu wengi wamejikuta wanapoteza hazina zao kwa sababu mikopo isiyokuwa na malengo. Kopa mkopo wako, unajua unaupeleka sehemu fulani, una biashara yako, unanunua kitu fulani. Kwa hiyo ukipata ule mkopo unaoingiza moja kwa moja kwenye malengo au kwenye kila ambacho umekusudia. Lakini jambo lingine, tabia nyingine ambayo inapoteza fedha ni mrundikano wa madeni. Mrundikano wa madeni, yaani unakuta mtu anakopa hapa, akijua kwamba atakuja rudishe. Jizuie sana madeni. Unaweza kuona ni hela ndogo ndogo, 10,000, 50,000, 100,000 ni nyingi, na zinaweza zikakufanya upoteze hela, kwa sababu kupoteza hela sio tu hela zinapotea zenyewe, ile tu kufikiri, kuwaza tu vitu vingine ambavyo sio pesa ni kupoteza hela. Kwa hiyo hakikisha usiwe na mrundikano. Unakuwa na madeni machache, 2 matatu yanatosha, moja, ila usikae bila deni. Kuna watu hapa wanasema mimi sidaiwi hata kidogo, na mshukuru Mungu anaongelea wale wanaokopa. Hata wewe unadaiwa ni matatizo. Yaani unatakiwa udaiwe. Unaishije bila madeni? Yaani kuna watu hapa wanasema mimi sina madeni. Uwe na deni, lakini ile deni yasiwe mrundikano wa madeni. Nazungumza tu yasiwe Mungu, lakini usitaki kuishi bila deni. Yaani uumize kichwa kwa ajili ya kwa sababu madeni au deni ni maendeleo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kinachopoteza. Lakini pia tabia nyingine, kutegemea chanzo kimoja cha pesa. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Hiyo ni tabia inayopoteza pesa. Unakuta mtu ana chanzo kimoja cha pesa, anategemea tu kuuza chichiri peke yake. Yaani hutaweza kufanikiwa. Anategemea tu ajira. Kuna mtu mwingine yuko hapa anategemea tu ualimu au nesi yaani ana chanzo kimoja. Usitegemee chanzo kimoja. Kama chanzo kimoja kimesimama, anzisha chanzo kingine. Tofauti na hapo itakuwa kupoteza pesa. Usitegemee kilimo tu, mimi nimelima nusu heka hii ndio nakama kuna subiri tena msimu. Yaani hiyo nusu heka ndio nategemea msimu. Fanya kazi zingine, uwe na vyanzo vingi vya mapato vinavyoingiza pesa. Kwa hiyo hizi ndizo tabia ambazo zinapoteza pesa. Hakikisha tabia hizi umezijua kama nilivyoziandika na uziishi, uzikwepe, ili usije ukapoteza pesa zako. Mungu awabariki. Asante.